Tutigeta sengane iyo yogukina kwirigori ria mabuto mwanju murigereria maiga yekiombe kiri gyokorenga amaguri ya mabuta kia EPRA kuraria rigori rinye ria mabuta butko bugokera rero mujumbe bwense mu bunge ya Kiharu Mheshimiwa Ndindi Nyoro nigo bona mochire gitambo kiri kia sate bila serikali ya Kenya Kwanza nigo yaberege kuonderia aba Kenya mono korengana na Ndindi nigo bona atebira serikali eise kubeka miroberio emeikirano igori ria mabuta nigo rirachi koirananse asensemo yayo mujumbe we bunge ya Embakasi East Mheshimiwa Babu Owino oesokire na komochari igori rinye ria mabuta asatebire nigo bona rire gurube ase omokenya bokonyora gwense na igo sector bose serikali nige bwendete kurigereria engane iyo hase obwango. Kenya is carried through fuel. Na kwa hivyo ingekuwa ni vyema serikali waone ya kwamba bei ya mafuta tu sio kuweka tu kwa mafuta ya gari, inabeba uchumi wote wa Kenya. Na mimi kama kiongozi napeana practical solutions vile Kenya inafaa ifanye. Ndio hii mambo ya mafuta tuishikilie kwa sababu ni ya muda. Tuishikilie kwanza. Ya kwanza ile VAT serikali jana walijaribu kuonyesha Wakenya ati wanapeleka chini. Hiyo ilikuwa ni sarakasi. Kupeleka VAT chini na 3%. That is a joke. Hiyo ni sarakasi. Na Wakenya wanauliza lazima serikali ipeleke kodi ya VAT chini ya mafuta by at the very least an extra 5%. Na hiyo ita reduce bei ya mafuta na shilingi kama 8 hivi. Kitu ya pili ni kwamba fuel levy ile serikali iliongeza mwaka wa 2024. Wakenya wanasema hiyo shilingi 7 lazima iondolewe. Na jambo la tatu, iko fund katika Kenya inaitwa Fuel Stabilization Fund. Na ni pesa ya Wakenya. Na iko na pesa zaidi ya 20 billion shillings. Wakenya wanasema an extra 5 billion shillings itolewe pale. Wakenya wapewe subsidy. Na katika ile mafuta Wakenya wanatumia kila mwezi ya around 400 liters of petrol and diesel per month. Itapea Wakenya nafuu ya shilingi 12. Ukiongeza hizo nasema mimi 3. Kupeleka chini VAT by an extra 5%, hiyo ni kama shilingi 8. Kuondoa fuel levy ya shilingi 7 na kuongeza subsidy ya Wakenya kupata nafuu ya shilingi 12 per liter. Hiyo already tutakuwa tumepea Wakenya nafuu ya shilingi 27 kuanzia leo. Kwa nini serikali wagoje mpaka Wakenya wenyewe waanze kujiexpress when they know the right thing to do? An increment in transport cost is going to be taken care of in the final product, which is the food that is going to be sold or a good that is being produced. And therefore it means that when you increase fuel price, you are going to automatically increase the cost of food in our nation. When you increase the cost of food, then the high cost of living that we were running away from, the cost of flour, cost of unga, cost of mboga, cost of any other thing that is capable of being transported and or eaten